Okay, ewe kaka yangu na dada yangu na mama yangu, karibu tena na tena. Leo tuko na makala inayosema hauwezi kumwabudu Mungu usiyemfahamu. Hii ni makala ambayo itaenda kukubadilisha mtazamo kwa namna moja au nyingine. Lakini kabla tujaanza, ningependa nianze kwa maombi. Ewe Mungu, nakushukuru kwa kunipa neno hili mimi mtumishi wako. Lakini Bwana, sio mimi ambaye kwa hekima yangu nitaweza kubadilisha mawazo ya huyu dada na huyu mama na huyu kaka na huyu baba, lakini ewe Mungu, ni wewe kwa roho wako unaweza kumkumbusha, unaweza kumfanya apokee. Mapokeo ya neno hili Bwana ni kwa wale ambao wako na roho, kama ambavyo neno lako linasema, kwa mtu wa kawaida ni upuuzi. Basi ye Bwana, naomba ukaonekane katika makala hii na ukatag their hearts so that they may hear your word in Jesus mighty name. Amen. Kwanza nimeanza kwa kuandika mstari wa Biblia, Hosea 6:6, ambao unasema, maana ninachotaka kwenu si upendo na si tambiko, kumjua Mungu na si kutoa sadaka za kuteketezwa. Hilo ndilo neno lake Mwenyezi Mungu. Hii makala nimeiandika kwa ajili ya watu wa aina mbili, yule anayemjua Mungu ila hamfahamu, na yule ambaye anaamini sote tunamwabudu Mungu mmoja. Ni rahisi kuamini unamfahamu Mungu, lakini swali la msingi ya kupasa ujiulize, je, huyo Mungu unayemwabudu unamfahamu na yeye anakutambua? Una mahusiano naye? Sauti yake unaifahamu? Bwana Yesu aliwaambia Mafarisayo ya kwamba yeye aliye wa Mungu yasikia maneno ya Mungu, hivyo ninyi hamsikii kwa sababu ninyi sio wa Mungu. Yaani hapa Bwana Yesu alikuwa anawafumbua Mafarisayo ambao walikuwa wanatumia nguvu kubwa kumpinga yeye. Bwana Yesu anawaambia ukweli wa mioyo yao kwamba wanayemwabudu sio Mungu huyu ambaye ndiye baba yake Yesu. Naam, na kuna baadhi yetu tunaishi na dhana ya kwamba tuna mahusiano na Mungu na kwamba Mungu anazungumza na sisi kupitia ndoto, maono au namna nyingine yote tofauti. Cha kushangaza, wakati tunashuhudia hivi bado tunaishi kwenye dhambi. Tumesahau kwamba Mungu ni nuru. Nitasoma mstari huu kutoka waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka wa 6. Na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Mstari mwingine ni kutoka ile sura ya 3 mstari wa 9. Kila aliye mtoto wa Mungu hatendi dhambi, maana anayo hali ya kimungu ndani yake. Hawezi kutenda dhambi kwa sababu yeye ni mtoto wa Mungu. Wapo wale tunaomjua Mungu wa kweli, muumba wa mbingu na nchi, lakini uelewa wetu umekomea kwenye msingi tu. Hatuna kiu ya kutafuta uso wake. Hawa ndio wale niliowaita wanaomjua Mungu bila kumfahamu. Sasa nakupasha habari kwako wewe mwenye kuishi hivi. Mara 100 usingemjua kabisa. Ukiishia kumjua juu juu bila kulitafakari neno lake usiku na mchana, kama ambavyo alisema kwenye Yoshua 1:8, Methali 4:20, Hosea 4:6, Kumbukumbu 6-9, ili upate kumfahamu Mungu anakukataa na hata sala yako ni chukizo kwake. Mithali 28:9 inasema hivyo. Anayekataa kuisikia sheria, huyo hata sala yake ni chukizo kwa Mungu. Kwa hiyo ukikataa kuisikia sheria ya Mungu, neno la Mungu, basi hata sala yako ni chukizo. Mara 100 yule asiyejua kabisa kuliko yule anayejua akaishia kubaki kwenye uvuguvugu. Hiyo ni kulingana na Ufunuo 3:16 ambayo inasema, basi kwa sababu una uvuguvugu wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Hayo ni maneno ya Bwana Yesu, sio maneno yangu. Ndiyo, kwa jinsi hii hata Mungu alikuwa tayari kuirudia Israeli iliyomsahau kabisa kuliko Yuda yenye kukosa uaminifu wa kutembea na yeye kikamilifu. Ukisoma ile Yeremia 3:11, kwa maneno yake Mwenyezi Mungu alisema, muasi Israeli amedhihirisha kuwa yeye ni afadhali kuliko Yuda mdanganyifu. Yaani Mungu hapa anaonyesha ukali wake kwamba pamoja na kwamba zamani Israeli ilikuwa ni dola moja, baadaye wakaja wakatengana, basi juu ikawa ni Israeli na chini wakaitwa Yuda, dola ya Yuda. Mungu anasema hawa Israeli pamoja na kwamba wamenisahau kabisa, ni bora hawa nitaanza nao upya kuliko hawa ambao Yuda ambao mguu mmoja ndani na mguu mmoja nje. Sasa hii sio hekima ya kibinadamu, ni ya kiungu. Naelewa mwanadamu wa damu na nyama ni ngumu kusadiki hilo. Na hiyo uthibitisha ile waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 2:14 kuwa kweli, ambayo inasema mtu wa kidunia hapokei mambo ya Roho wa Mungu, kwake mtu huyo mambo hayo ni upumbavu mtupu, yanapita akili yake, maana yanaweza tu kutambuliwa kwa msaada wa Roho. Twende kwenye kipengele kingine ambacho kinasema chanzo cha uongo wa kutokumfahamu Mungu. Uongo namba 1 ni huu:
Mungu ni mmoja, haijalishi jinsi gani unamwabudu. Zamani zile nilikuwa nikijisemesha, dini yoyote yenye kuhubiri amani inamwabudu Mungu wa yule yule. Yaani nilikuwa naamini Mungu ni mmoja. Swala dini na hubiri amani, basi Mungu ni huyo huyo. Nilikuwa tayari nimepokea imani mpya. Nilikuwa na imani yangu, kipindi hicho mimi nilikuwa nina rasta zangu. Nilikuwa naamini mambo ya karma, numerology, tarot card reading na mambo mengineyo. Dini nyingi duniani zinasema Mungu ni mmoja. Mfano dini za Kiabrahamu, nikizungumzia Uyahudi, Ukristo na Uislamu. Katika Uislamu, kuamini Mungu ni mmoja ni msingi wa imani ya tauhid. Vile vile kuna dini zingine kama Usamaria na Bahai ambazo zinaamini hivyo hivyo. Kwa hiyo sio tu hawa wa Kristo, sio tu hawa Wayahudi, sio tu hawa Waislamu wanaosema Mungu ni mmoja. Hata Usamaria na wenyewe ni hivyo hivyo. Ndugu zangu, kusema Mungu ni mmoja sio jambo la kukufanya ujihesabie haki na kwamba ni kigezo. La hasha. Ngoja nikwambie kitu. Biblia inasema hata mapepo yanakiri Mungu ni mmoja huku wakitetemeka. Soma ile Yakobo 2:19. Hivi umewahi kuwaza Adamu alimjua Mwenyezi Mungu lakini bado alianguka kutoka kwenye uwepo wake. Kwa nini? Alivunja maagizo yake. Unaona sasa, Adamu ambaye imani yake ilikuwa kwa Mungu mmoja, yani ni monotheist, kukosa kwake utii mara moja kukamfanya ahesabike muasi, na kiburi cha kupuuzia sauti ya Mungu kukamfanya ahesabike kama mwabudu vinyago. Yes, yani najaribu kusema vipi, pamoja na kwamba Adamu alimjua Mungu mmoja, lakini pamoja na kumjua huyo Mungu mmoja na hakuwahi kuabudu vinyago, bado anakuja kutemwa na huyo Mungu kutokana na mambo aliyoyafanya katika mwili ambayo katika roho yanahesabika kama kuabudu vinyago. Ndio tukisoma ile Samueli ya kwanza sura ya 15 22 mpaka 23. Je, Mwenyezi Mungu anapendelea zaidi dhabihu za kuteketezwa na matambiko kuliko kuitii sauti yake? Tazama, kumtii yeye ni bora kuliko matambiko na kumsikiliza kuliko kumtambikia mafuta ya beberu. Uasi ni sawa na dhambi ya kupiga ramli, na kiburi ni sawa na uovu na kuabudu vinyago. Kwa sababu umekataa amri ya Mwenyezi Mungu, naye amekukataa kuwa mfalme. Inatuleta kwenye ile waraka kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 3 mpaka 4, ukisema una Mungu na haujui kanuni zake, wewe ni mwongo na hauna Mungu. Neno la Mungu linasema hivi: tukizitii amri za Mungu, basi tunaweza kuwa na hakika kwamba tunamjua. Mtu akisema kwamba anamjua lakini hazitii amri zake, basi mtu huyo ni mwongo na ukweli haumo ndani yake. It's that simple. Kufikia hapo sasa, tunaweza kuhitimisha kwa kauli moja ambayo inaanzisha kipengele kingine. Usipoyajua maagizo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, sala yako inaenda kwa miungu mingine, maana amekukataa tayari. Ukienda kwenye imani ya New Age, urejelea imani zinazozingatia maendeleo ya nafsi na ufahamu wa juu. Yaani watu wa New Age ni kama ushirikina wa kisasa, ni imani mpya. Vijana wana mix mambo ya imani X, imani Y, imani hivi, wanaleta kitu kipya, wanaamini Mungu kwa namna ambayo wao wanaona ni sawa. Wameleta new doctrine. Sasa ukiachana na hawa tukienda kwa hao watu wa New Age, Uyoruba na Uhindu na kadhalika, wanataja kuwa yupo Mungu mkuu ambaye uumbaji umetoka kwake, ambaye majina sasa yanabadilika. Kwa Uyoruba wamemuita Oludumare na kwenye Uhindu wanamuita Brahman. Ingawa imani zote zinadai Mungu Mwenyezi ni mmoja, ila sasa ukisoma sifa za huyo Mungu mmoja kulingana na maandiko yao, ndipo hapo utapogundua Mungu huyo anayezungumziwa hafanani na mwingine. Hivyo kwa mwanadamu, miungu ni mingi na ina majina tofauti. Maana chochote aabuducho mwanadamu ni Mungu kwake, na kujitungia ibada kwenda kwa Mungu usiyemjua ni sawa na uchawi. Yaani huwezi kujitungia ibada mwanadamu. Huwezi kujitungia ibada na kudhania ya kwamba eti kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mmoja, basi tukimwabudu hivi ni sawa na tutakavomwabudu vile. Unajidanganya, kwa sababu unachosahau ni kwamba hata shetani anajua Mungu Mwenyezi ni mmoja, sio wewe peke yako. Anajua hilo. Atakachofanya, anaweza akaja shetani, kwa sababu Biblia inasema shetani anaweza akaja kama malaika wa nuru. Anaweza akaja kwako akakwambia ametumwa na huyo Mungu ambaye wewe unasema ni Mungu mmoja, lakini hujui jina lake. Akaja akasema hivyo, lakini akakupa doctrine, yani akakupa imani. Akakupa hata makala ndefu kabisa ambayo inamuelezea huyo Mungu ambaye wewe unasema ni mmoja. Alafu ndani yake akatia sumu ya sentensi moja.
basi hiyo yote ni sumu. Sasa na maji ya lita moja ukaweka tone moja la sumu, yote ni sumu. Kwa hiyo doctrine ya mwanadamu, dini ambayo imetengenezwa na mwanadamu haiwezi kukupeleka wewe kwa Mungu na kukuunganisha na Mungu, kwa sababu pamoja na kwamba imebeba asilimia nisizitaje za ukweli, kwa kuwa imebeba uongo ndani yake, basi hiyo yote ni uongo, hiyo yote ni sumu. Tunaendelea. Kwa hiyo tumehitimisha, miungu ni mingi na ina majina tofauti, maana chochote abuducho mwanadamu ni Mungu kwake, na kujitungia ibada ya kwenda kwa Mungu usiyemjua ni sawa na uchawi. Tuje Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, huyu ndiye mmoja. Tofauti na imani zingine katika Uyahudi na Ukristo, ule mstari wa kusema Mungu ni mmoja kutokea Kumbukumbu la Torati 6:4 ulichomaanisha sio generally Mungu ni mmoja, bali Mungu wa Yakobo, Israeli, yani ni mmoja. Endelea na makala mbele, nitakuchambulia vizuri zaidi. Endelea na mimi, kaa hapo hapo, nitakuelezea mbele zaidi. Kwa hivyo kiusalama kabisa, sisi imani yetu inasema Mungu wetu ni mmoja, ila sio Mungu ni mmoja. Mungu wa Israeli ndiye Mungu aliyekutana na Nabii Musa katika kichaka kiwakacho bila kuteketea, na katika ile Kutoka 23:13 Mungu aliwaambia wana wa Israeli, yazingatie yote niliyokuambia, usiyataje hata kidogo majina ya miungu mingine, hayo yasisikike kinywani mwako. Na hata katika zile amri 10 za Mungu alizompa Nabii Musa juu ya mlima Horebu. Unajua Mungu wa kweli naye mhubiri hapa, Mungu pekee ambaye ndiye Mungu ni huyu Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Wengine ni mapepo, ila wamekuja kwa sura ya kiungu, wanajiita miungu kwa sababu ni viumbe vya rohoni. Kwa nini Mwenyezi Mungu aliwaambia hivyo wana wa Israeli? Kwa nini aliwaambia hivyo? Kwa nini aliwaambia kwamba wasiabudu miungu mingine? Kwa nini wasiyataje hata majina yao ya hiyo miungu mingine? Ni kwa sababu kwa zama zile Mwenyezi Mungu alikuwa hajajifunua na kuweka agano kwa watu wengine duniani isipokuwa Waebrania. Mataifa mengine waliabudu miungu yao kama miungu ya Baali, Ashtoreti, Dagoni, Kemoshi, Milkomu na kadhalika. Sasa Mungu wa kweli ana jina lake, mapepo wanaliogopa. Hii inatuleta kwenye kipengele muhimu cha makala hii. Mungu wa kweli ana jina lake, mapepo wanaliogopa. Kutoka mwanzo tumeona vile ambavyo miungu ni mingi, tumeenda yara, lakini hapa nataka umuelewe huyu Mungu wa kweli ambaye wewe unasema ndiye Mungu mmoja, ana jina lake. Kwa sababu hata pepo nimesema anaweza kaja kwa jina la Mungu, lakini kuja kwa jina la hili ambalo naenda kulitaja hapa kwenye aya hii, maadui hawana capacity ya kulitaja, hawana capacity ya kulibeba. Baba wa imani Abrahamu alimtambua Mwenyezi Mungu kama El Shaddai, ambayo maana yake ni Mungu Mwenyezi. Ila ulipofika wakati wa Nabii Musa, El Shaddai alijifunua kwa wanadamu kwa jina lake jipya. Kutoka ile 6:3 utasoma au nikusomee. Labda nianzie mstari wa 2. Kisha Mungu akasema na Musa akamwambia, mimi ni Bwana, nami nilimtokea Abrahamu na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu ambalo mimi naliweka kwenye mabano sikujulikana kwao. Ili jina nitakutajia mbele, ndio maana nimeliweka kwenye mabano. Tangu ajifunue jina lake, mapepo ambao wamekuwa wakiwadanganya wanadamu na kuiba utukufu wa Mungu kwa kujiita miungu wameshindwa kujiita hilo jina, na hilo jina ndilo jina kupita majina. Hata shetani na jopo lake wanaliogopa. Unajua shetani hatishiwi ukimwambia unamuomba Mungu, anatishika akisikia unahitaji hilo jina. Ndio maana maandiko matakatifu yanasema kila mtu atakayeomba kwa jina la Bwana ataokolewa. Hiyo ni Warumi 10:13. Shetani anatumia kila mbinu usilijue jina alilotufunulia Mwenyezi Mungu ili usipate kuokolewa. Na yeyote ambaye bila kulitaja hilo jina, sala yake na ibada yake vinaweza kuibiwa na utukufu ukamwendea adui bila wewe kujua, maana shetani ni mungu wa ulimwengu huu ulioanguka. Hiyo ni kulingana na Yohana 12:31 na waraka wa pili wa Korinto sura ya 4 mstari wa 4. Labda nikusomee hii Yohana 12:31, aya na neno ya Bwana Yesu. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Tukisoma pia hiyo waraka wa pili wa Korinto 4:4 inasema, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, wasione nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Ndo kama hivyo ndugu zangu.
Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na dunia ni Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Huyu ndiye alijitambulisha kwa Nabii Musa katika ile Kutoka 3:14 kuwa jina lake ni Ehye Asher Ehye. Kwa Kiingereza tunasema I am who I am, na kwa Kiswahili ni mimi ndimi niliye, au mimi niko ambaye niko. Hivyo ndivyo yeye Mwenyezi Mungu alivyojitambulisha kwa Nabii Musa, ila sisi sasa tutamhitaje? Kimsingi Mungu anajitambulisha katika nafsi ya kwanza, mimi ndimi, lakini Waisraeli walimuita katika nafsi ya tatu, yeye ndiye, ili kuhifadhi sauti ya kweli ya Mungu mwenyewe. Hapo ndipo linazaliwa jina Yehova, au wengine wanaita Yawe. Namna ya kuandika na tofautiana, ikimaanisha yeye ndiye au yuko aliyeko. Tukirudi kwenye ile Kumbukumbu la Torati 6:4, Mungu mmoja aliyetajwa pale ndiye huyu Yehova, na wala haikuwa general. Ndio maana nikasema katika ile kumbukumbu katika Kutoka 6:3 pale kilichotamkwa ni, narudia tena mstari. Sasa hapa naweza tukausoma wote, maana mara ya kwanza niliweka kwenye mabano. Sasa ngoja nikusomee Kutoka 6:3, nitaanza mstari wa pili. Kisha Mungu akasema na Musa akamwambia, mimi ni Bwana, nami nilimtokea Abrahamu, Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Hilo ndilo jina la Mwenyezi Mungu, Yehova, sio jina jingine. Hana jina jingine. Yeyote akikwambia Mungu ni mmoja, Mungu yada, lakini asipokutajia hili jina, huyo siye Mungu Mwenyezi aliyemtokea Abrahamu, Isaka na Yakobo. Ukisema wewe Mungu wako ni yule wa Abrahamu, basi hakikisha unalijua jina lake. Biblia haihitaji jina Yehova moja kwa moja. Wewe inaandika, Biblia zetu hizi inaandika Bwana katika baadhi ya tafsiri kama vile SUV neno na SRUV, kwa sababu jina lake ni takatifu mno. Wana wa Israeli walilihifadhi kwa namna hii. Na kwenda kuchambua Kiebrania kidogo. Unajua mimi sio mtaalamu wa Kiebrania, ila nimetumia tafsiri ya Bible Hub. Nitaanza Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Yaani kwa Kiswahili, sikiza Israeli, Yehova Bwana. Wengine hapa watasema Adonai. Ukisoma kwenye zile Masoretic, yani Biblia za Tanakh ya Wayahudi, nasema Adonai kwa sababu anaficha jina lake. Mungu wetu Yehova ni mmoja. Narudia, sikiza Israeli, Yehova Bwana Mungu wetu Yehova ni mmoja. Kwa Nabii Musa alimsisitizia tena. Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu hata milele, nalo ni kumbukumbu langu hata vizazi vyote. Yaani kutoka wakati huu ni kumbukumbu mpaka nini? Mpaka milele. Hiyo ni Kutoka 3:15. Milele hiyo bado haijaisha. Kwa hiyo kutoka wakati ule mpaka sasa jina ni hilo hilo. Tumelijua jina lake, sasa tumjue yule ajaye kwa jina lake. Hapo tunaingia kwenye kipengele kingine cha makala yetu. Katika Yohana sura ya 4, Yesu alitufundisha kwamba Mungu ni roho, na ndiyo sababu Bwana alimwambia Musa kwenye Kutoka 33:20, lakini hutaweza kuniona uso, maana hakuna mwanadamu yeyote atakayeniona na kuishi. Kwa macho ya mwanadamu utukufu wake ulionekana kama moto ulao, moto ambao wazungu wanasema consuming fire. Hata ulipofika wakati wa kuwapeleka wana wa Israeli katika nchi aliyowaahidi, Bwana alimtuma malaika mwenye kulibeba jina lake. Yaani akati anawapeleka wana wa Israeli kutoka kule utumwani, anawapeleka katika nchi yao ya ahadi. Ni nani aliyewatangulia? Malaika, ambaye malaika alikuwa alibeba jina la nani? Sikiliza, Kutoka 23:20 mpaka 22. Tazama, Mwenyezi Mungu anasema hivyo, tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nitakapokutengenezea. Jitunzeni mbele yake, muisikize sauti yake, wala msimtie kasirani, maana hata wasamehe makosa yenu, kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Lakini ukisikiza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako na mtesi hao wakutesao. Yaani Mungu anasema huyu malaika atakuja, atakaa mbele yenu, lakini atakachozungumza ni sauti yangu mimi. Mara nyingi kutokea Agano la Kale, Yehova aliahidi kwamba atakuja kuketi na watu wake, na Kristo ajaye atakuja kwa jina lake. Mfano utasoma ile Zaburi ya 118:26, Zakaria 9:9, Malaki 3:1, Isaya 42:1 mpaka 6, Isaya 11:1 mpaka 10 na Isaya 61.
Na Kristo Yesu baada ya kuja na kukataliwa na wana wa Israeli, jambo ambalo Mungu alilisema itatokea katika ile Zakaria 12:10, alikuja kama mfalme ajaye kwa jina la Yehova. Hebu nikusomee hiyo Zakaria 12:10 ambayo inasema, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimdunga, nao watamwombolezea kama vile mtu amwombolezeavyo mwanawe wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kwa vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Ndio maana Yesu alipokuwa anaingia Yerusalemu, katika kuingia kwake kwa ushindi, alikamilisha unabii wa Zakaria 9:9 katika ile Mathayo 21:9 ambayo inasema, na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Yaani haya ni maneno ya watu ambao walikuwa wanayatamka ile siku baada ya Yesu kuingia na mwanapunda. Lakini wale waliosadiki kwamba Yesu ndiye walielewa juu ya ujio huu wa kifalme, ingawa mwishowe alisulubiwa msalabani akafa na siku ya tatu akafufuka kutoka wafu. Na juu ya hilo Wafilipi 2:8-11 inasema, alijinyenyekesha na kutii mpaka kufa, hata kufa msalabani. Kwa sababu hiyo Mungu alimkweza juu kabisa, akampa jina lililo kuu kuliko majina yote, ili kwa heshima ya jina la Yesu viumbe vyote mbinguni, duniani na kuzimu vipige magoti mbele yake, na kila mtu akiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Nadhani kufikia hapo utakuwa umeelewa vyema nafasi ya Masihi, yani Kristo Yesu. Na hapo ndipo ndugu zangu wasioamini wanapataga shida kuelewa. Rafiki yangu mmoja aliwahi kunihoji, wapi Yesu alijiita yeye Mungu? Na kweli hakuna kitu Yesu alisema ni kikubwa zaidi ya hicho. Alijiita jina la Mungu aliye hai wazi wazi. Yesu alipokuwa akisema mimi ndiye au mimi niko, hakuwa anajaribu kielezea nafsi yake. Alikuwa anasema amekuja na jina kupita majina yote. Ndio maana kila mara alipojitambulisha alionekana kuzivunja sheria za sarufi. Yaani kwa tafsiri yetu ya Kiswahili unaona kama Kiswahili chake akikukaa sawa. Sio kwamba alikuwa haelewi lugha, la hasha. Wacha nikupe maandiko. Nitaanza na Yohana 8:58. Tafsiri ya neno, amini amini nawaambia, kabla Abrahamu hajakuwa mimi niko. Hapa hatumii wakati uliopita nilikuwako, bali anatumia wakati uliopo mimi niko, kuonyesha uwepo wake wa milele obviously. Yohana 7:33-34, tafsiri hiyo ya neno pia na yenyewe inasema, mimi bado niko pamoja nanyi kwa kitambo kidogo, kisha nitarudi kwake yeye aliyenituma. Mtanitafuta lakini hamtaniona, nami niliko ninyi hamwezi kuja. Sarufi sasa ilimtaka aseme nami nitakakokuwa hamtaweza kuja. Alizungumza kwa wakati wa sasa kwa sababu alikuwa akisema yeye ndiye, yani anaposema nami niliko, yeye ndiye. Hii ni rahisi kuona kwenye tafsiri ya Kiingereza ESV na NIV inayosema where I am you cannot come. I am ni jina la Mungu, Abrahamu, Isaka na Yakobo kama ambavyo nilionyesha hapo awali. Tukija ile Yohana 8:24 anasema, niliwaambia kuwa mtakufa katika dhambi zenu, kwa maana msipoamini kwamba mimi ndiye mtakufa katika dhambi zenu. Tukija ile Yohana 8:28, kisha Yesu akawaambia, mtakapokwisha kumwinua mwana wa Adamu juu, ndipo mtajua kuwa mimi ndiye yule niliyesema, na kwamba mimi sitendi jambo lolote peke yangu, bali ninasema yale tu Baba yangu amenifundisha. Huu mstari unatukumbusha kwenye ile Zakaria 12:10. Yesu anatuambia kwamba mtaniinua tu, mtanitundika msalabani, lakini ndipo mtakapojua kwamba yeye ndiye. Hapa Yesu anaweka bayana kwamba ingawa yeye ndiye, kifo chake cha hiari msalabani ni kwa dhumuni la kujenga imani yao ili wapate kukombolewa. Na mstari wa mwisho nitakaotumia hapa ni Yohana 18:5-6. Wakati askari walipokuja kumkamata bustanini, aliwauliza, mnamtafuta nani? Waliposema Yesu wa Nazareti, akajibu, mimi ndiye. Biblia inasema waliposikia neno hilo walirudi nyuma wakaanguka chini. Hii inaonyesha mamlaka alionayo kupitia jina lake. Na hapo inaturudisha kwenye ile Wafilipi 2:10-11 ya neno ambayo inasema, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Yaani aliposema mimi ndiye, walidondoka chini kifudifudi. Haikuwa kwamba eti wamekiri, no.
Yaani ni kwa sababu walitambua huyu ndiye mwenyewe, na kutambua huko ni kwamba nafsi zao zimeelewa nini kinaendelea, lakini miili yao haikuelewa. Je, inamaanisha Mungu ni wawili baada ya hayo yote niliyosema? Hapana, Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Tukisoma ile waraka wa kwanza wa Korinto sura 8 mstari wa 6, Biblia inasema, kwetu sisi yuko Mungu mmoja aliye Baba, ambaye vitu vyote vyatoka kwake na kwa ajili yake sisi twaishi, na kuna Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwa yeye vitu vyote vilitoka na kwa yeye tunaishi. Yaani najaribu kusema Bwana Yesu ni mfano wa Mungu asionekana, hivyo yeye ni mwana wa Mungu. Ukisoma ile Wakolosai sura yote ya kwanza. Ila ya kupasa ufahamu Bwana Yesu na Baba ni mmoja. Hiyo ni kulingana na maneno yake mwenyewe kama ilivyonukuliwa katika Injili ya Yohana 10:30. Yesu anasema mimi na Baba tu mmoja. Sasa nitakupa mstari mmoja hapa. Wakolosai hiyo sura ya kwanza inayokuambia, tusome mstari wa 15. Naye ni mfano wa Mungu asionekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Tukaendelee mstari wa 16. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au miliki au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Na tukija mstari wa 19, kwa kuwa katika yeye ilimpendeza utimilifu wote ukae, yaani utimilifu wote wa Mungu ukae ndani ya Bwana Yesu. Ndio maana tunasema yeye ni image, mfano wa Mungu asionekana, the image of God. Unajua tamaa ya mwanadamu ya kumuona Mungu ilizimwa na Yesu. Anapotokea anaangaza utukufu wa Mungu. Nitakusomea Waebrania 1:3. Ndio sababu Tomaso mwanafunzi wa Yesu alipomuuliza Bwana Yesu, "Hii wapi njia ya kwa Baba?" akamjibu Yohana 14:6-7, "Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba isipokuwa kupitia kwangu. Kama mngenijua mimi, mngemjua na Baba pia. Tangu sasa mnamjua Baba yangu, tena mmemuona." Yesu anasema basi kwa kuwa mmeniona mimi, mmemuona Baba. Ngoja nikusomee Waebrania 1:3. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na chapa kamili ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi katika mkono wa kulia wa ukuu huko juu. Yeye ni nini? Yeye ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na ni chapa kamili, sio chapa ya kugushi, ni chapa kamili ya huyo Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunapomwona Yesu tunamwona Mungu Baba katika utimilifu wake. Filipo mwanafunzi wa Bwana Yesu alionyesha kuchoshwa na kauli za Yesu za kusema ametumwa na Baba, mara anaenda kwa Baba. Katika ile Yohana 14:8 akahoji, "Bwana, tuonyeshe Baba nasi tutatosheka." Ndipo Bwana Yesu akamjibu kama ifuatavyo, "Filipo, nimekaa nanyi muda huu wote hata usinijue? Mtu yeyote aliyeniona mimi amemwona Baba. Sasa wawezaje kusema tuoneshe Baba? Je, hauamini ya kuwa mimi niko ndani ya Baba naye Baba yuko ndani yangu? Maneno ninayowaambia siyasemi kwa ajili yangu mwenyewe, bali Baba akae ndani yangu ndiye atendaye hizi kazi. Nisadiki mimi kwamba niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu, la sivyo niaminini kwa sababu ya zile kazi nizitendazo. Amini amini nawaambia, yeyote anayeniamini mimi, kazi ninazozifanya naye atazifanya, naam, na atazifanya kazi kubwa kuliko hizi, kwa sababu mimi ninaenda kwa Baba. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba apate kutukuzwa katika Mwana." Narudia, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba apate kutukuzwa katika Mwana. You see, utukufu ni wa Baba, lakini ukimwomba Mwana anakupa. Sasa tunaendelea. Kama Yesu ni Bwana, amekuja kwa jina la Yehova, kwa nini asingeitwa Yehova moja kwa moja? Kwa nini asingeitwa Yehova moja kwa moja? Kutokea mwanzo wa maandiko matakatifu, majina yanafunua tabia na hatima ya mtu. Kama vile Abraham ambaye jina lake Kiebrania lilimaanisha baba aliyeinuliwa, Mungu alimbadilisha jina na kuwa Abrahamu, maana yake baba wa mataifa mengi, baada ya kumpa hatima ya uzao wake kuwa taifa kubwa, abarikiwe na awe baraka kwa watu wa dunia nzima. Soma Mwanzo 17:5. Na Gideoni mtumishi wa Mungu ambaye jina lake kwa Kiebrania linamaanisha mtu anayekata au mfyekaji, alikuja kutimiza unabii huo alipoifyeka madhabahu ya baba yake ya sanamu la Baali. Hata kwa Bwana Yesu ni hivyo hivyo.
Mwenyezi Mungu ambaye huficha wenye hekima na wenye elimu mambo yake na kuwafunulia wadogo wanaonyenyekea, tayari alikwisha waambia wana wa Israeli jina kamili la Masihi ajaye kwa jina lake katika ile Yeremia 23:6 kuwa ni Jehova Tsidkenu, ambalo kwa Kiswahili ni Yehova haki yetu. Jina hilo linaashiria tabia na utume wa Masihi. Bwana haki yetu inasisitiza kwamba haki au uadilifu haupatikani kwa juhudi za binadamu, bali ni zawadi ya kimungu kupitia Kristo wake. Ndiyo maana Biblia inasema, lakini tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Yesu Kristo, sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria, maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Kitabu cha Zakaria 9:9 kinatupa uelewa bora zaidi kwamba Masihi yule, nakumbuka nisha kusomea hapo awali, sio tu mwenye haki bali pia wokovu ni yeye. Tazama, mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki na ana wokovu, ni mnyenyekevu. Kwa hiyo Yehova haki yetu, jina la Masihi, lakini pia Masihi wokovu ni yeye. Sasa hii inatuleta kwenye kiini cha jibu. Yesu sio jina tofauti, ni udhihirisho wa wokovu wa Mungu kwa mwanadamu. Ndio maana hata kabla ya kuzaliwa, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu na kumwambia, mtoto atakayezaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu atamuita nani? Yesu. Yesu hapo sasa, kwa nini aitwe Yesu? Mathayo 1:21 inasema hivi, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake kutoka dhambi zao. Unajua wenzetu hasa kwa utamaduni wa Kiebrania, watoto zao walikuwa wanapatia majina kulingana na maana ya hilo jina na sio uzuri wa jina kama ambavyo wengi ambavyo tunafanya huku kwetu. Sasa tafsiri ya Yesu tunaitoa kwenye jina lake halisi kama alivyoitwa na Wayahudi, Yehoshua, ama kifupisho ni Yeshua. Kwa hiyo kutoka kwenye Kihibru tunatoa Yeshua, ambayo tafsiri zake kwenda kwa Kigiriki, Kilatini mpaka Kiingereza ndio tunatoa Yesu. Yeshua limetokana na mzizi wa neno Yeho, ambalo ni kifupisho cha jina la kiagano la Mungu Yehova, kama nilivyokwisha kuambieni hapo awali. Ukiunganisha Yeho na Shua, maana yake ni Yehova ni wokovu. Sio kusema wokovu kutoka kwa Yehova au mtu anaitwa wokovu, hapana. Ni Yehova mwenyewe ndiye wokovu. Kama vile Yehova Shalom inavyomaanisha Yehova ni amani, Yehova Jireh ikimaanisha Yehova akatoa, vivyo hivyo Yeshua anamaanisha Yehova ni wokovu. Bwana Yesu ambaye ni Yehova ni wokovu na Yehova ni haki yetu, pia ana majina mengine mengi yakiwemo, la kwanza Emanueli au Imanueli. Mathayo 1:23 inasema, bikira atachukua mimba, atamzaa mtoto wa kiume, nao watampa jina Emanueli, maana yake Mungu yuko nasi. Huu mstari unaangazia utimilifu wa unabii wa Isaya 7:14 unaothibitisha Yesu kama Emanueli, yani Mungu anayekaa kati ya wanadamu. Jina la pili, Alfa na Omega, yani mwanzo na mwisho, kama ilivyotajwa katika Ufunuo 1:8 na 1:17 mpaka 18. Nikusomee hiyo 1:17 mpaka 18. Nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa, akaweka mkono wake wa kulia juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nilikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Naam, hapo Yesu anapotangaza kwamba alikufa na sasa ataishi milele na milele, alikuwa akirejelea uwezo wake wa kutoa na kutoa uhai, uwezo ambao ni yeye tu ajaye kwa jina la Bwana awezaye. Yesu alisema hivyo katika Yohana 10:18. Hakuna mtu aniyeondoleaye uhai wangu, bali ninautoa kwa hiari yangu mwenyewe. Ninao uwezo wa kuutoa uhai wangu na pia ninao uwezo wa kuutoa tena. Amri hii nimepewa na Baba yangu. Jina la 3, la 4, la 5 na la 6. Majina matatu mengine kwa mfululizo ni mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani, yaliyotajwa kwenye unabii katika Isaya 9:6 unaomtaja Yesu kama mfalme aishiye milele, mwenye kuleta amani ya milele. Analo jina ambalo hakuna lijuae isipokuwa yeye. Hiyo ni kulingana na Ufunuo 19:12 ambayo imetuambia hivyo. Inasema hivi, macho yake ni kama mwali wa moto na alikuwa amevaa taji nyingi kichwani. Alikuwa ameandikwa jina ambalo hakuna mtu alijuae isipokuwa tu yeye mwenyewe. Kwako wewe usiyesadiki kwamba Yesu ndiye,
Kutokiri kwamba Yesu ndiye ni kukataa wokovu wa Mungu, na hiyo ni dhambi itakayokunyima pumziko la milele. Bwana Yesu alivyomwaga damu msalabani, alikubali iwe kwa mapenzi ya dhati ili akukomboe wewe kutoka kwenye ulimwengu wa giza. Hiyo tunaitoa kutoka kwenye Petro wa kwanza 1:18 na Wakolosai 1:13. Na alipofufuka siku ya tatu, lengo haikuwa show off au ajitukuze, hapana. Lengo ilikuwa kukamilisha mchakato wetu kuzaliwa upya katika roho. Katika roho. Nitakusomea hiyo Petro 1:13. Biblia inasema, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu ndiko kuzaliwa kwetu sisi upya, na kumwaga kwake damu msalabani ndiko our redemption au kukombolewa kwetu kuliko na kusamehewa kwa dhambi maana yake. Nitakusomea Wakolosai 1:13. Biblia inasema, naye alituokoa kutoka kwa nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa. Naendelea mstari wa 14, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Na ile Petro 1:18 inasema, inazungumzia hilo la damu. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka kwenye mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na dosari wala yaani ya Kristo. Ndiyo sababu bila kuficha Bwana Yesu anatamka wazi katika Yohana 8:24, kwa hiyo niliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Sasa kwa nini kumkataa Yesu iwe dhambi? Kumkataa Bwana Yesu ni kumkataa Roho Mtakatifu ambaye Mwenyezi Mungu aliahidi kutubatiza naye kwenye Agano la Kale ili tuweze kuenenda katika matakwa yake na atusamehe makosa yetu. Nitakusomea Ezekieli 36:27. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Baada ya kufanyaje? Kutia roho yake ndani yetu. Roho Mtakatifu aliachwa na Mungu kwetu ili akafanye mambo makuu matatu: atuthibitishie, au neno la kimombo atuconvict, juu ya dhambi, haki na hukumu. Bwana Yesu anasema sasa juu ya dhambi, kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Hiyo ni Yohana 16:9. Yaani Roho Mtakatifu anatuconvict sisi wa dhambi kwa sababu hatukumwamini Yesu. Hapa pay attention. Kumwamini Yesu haimaanishi tu kusema namwamini Yesu basi au kuyapokea mafundisho yake. Hapana. Kumwamini Yesu ni kukubali injili yote, kwamba alikufa msalabani kwa ajili yako, siku ya tatu akafufuka, na sasa ameketi upande wa kuume wa Mungu, kama ambavyo Waefeso 1:13 inasema, ili tutiwe muhuri wa Roho Mtakatifu. Nitakusomea hiyo kwanza, Waefeso 1:13. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Sawa, maanake mmesikia habari njema mkaziamini, tena mmekwisha kumwamini yeye ambaye ni Yesu, na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye Mtakatifu. Ndiyo maana Biblia inafunga juu ya hili kwa kusema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo sio wake. Hiyo ni Warumi 8:9. Yaani usipokuwa na Roho wa Yesu, huyo wewe sio wake. Usipokuwa na Roho wa Kristo ambaye ni Roho Mtakatifu, basi wewe sio wake. Nikasemaga kwenye makala moja hapo awali kwamba Roho Mtakatifu ndo kama nida ya yule ambaye ako na Mungu. Na kutokusadiki hivi sasa kuna kufanya kuwa mpinga Kristo. Kusema tu alikuwako mtu mmoja mwema na mwenye miujiza aitwaye Yesu haitoshi. Watu wengi wanadhani pale ambapo mpinga Kristo akija, basi ataweka dhahiri kwamba yeye ni mpinga Yesu, kwamba atasema mimi hivi, mimi vile, Yesu hivi, Yesu vile. Hapana. Mpinga Kristo sio mpinga Yesu. Mpinga Kristo anakubali Yesu yupo, ila anachopinga ni Kristo, uwezo ulio ndani ya huyo Yesu, jina lililo ndani ya huyo Yesu. Na atasema tu jamaa alikuwa na hekima na nini, lakini kukiri kwamba ni mwana wa Mungu, hapo ndipo ambapo atashindwa. Yeyote asiyemkiri hivi Bwana Yesu, basi ni mpinga Kristo. Waraka wa kwanza wa Yohana unatufundisha kwamba katika hili mwajua roho wa Mungu, kila roho ikirio kwamba Yesu amekuja katika mwili
Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu, na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambaye mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Naam, kufikia hapo sasa inatupasa tufahamu kwa nini ni muhimu kulijua jina na sifa za Mwenyezi Mungu. Nitaanza na kipengele A. Jina lake lina wokovu na mamlaka kama nilivyosema hapo awali. Kumuita yeye ni Mwenyezi Mungu ni kuutaja uwezo wake tu, ila uokovu wake katika jina lake Yeshua, Yesu. Ndio maana hapo mwanzo nilikuandikia ule mstari unaopatikana kwenye Warumi 10:13, kwa maana kila mtu atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Hivyo yoyote atakayekiri hivi, Yesu wa Nazareti, ninakiri wewe ni Bwana, ulikufa msalabani na kufufuka siku ya tatu, na Mungu alikuteua ukawe mhukumu wa walio hai na wafu, atapokea msamaha wa dhambi. Bwana Yesu alikufa msalabani akachukua adhabu ambayo sisi tulistahili, na kwa sababu Yesu ni Bwana, kifo chake kilitoa msamaha wa dhambi kwa ulimwengu wote. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:2. Oh, by the way, sharti upokee huo msamaha. Sawa, waraka wa kwanza wa Yohana 2:2 yasema, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Katika ile Yohana 14:12-13 Bwana Yesu anatuambia, amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi ninazofanya mimi naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizi atazifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mstari mwingine unaoendana na huo ni Marko 16:17. Ngoja ni utafute hapa tusome kwa pamoja. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuua hakitawadhuru kamwe, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapona. Hayo ndio mambo ambayo Bwana Yesu anayasema mtayafanya wale ambao mtamwamini yeye. Ukiamini kwa kufuata neno lake, Bwana Yesu anakutia muhuri, yani ubatizo wa kiroho unakuwa wake, na tangu hapo Mungu anaanza kukuita kwa jina lake, kama ambavyo Isaya 43:7 ambao unasema hivi, kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba na mimi nimemfanya. Sasa swali linakuja, je, wewe ni mmoja kati ya wale ambao umeumbwa kwa ajili ya utukufu wake? Je, wewe unaitwa kwa jina lake? Hawa wanaoitwa kwa jina lake wanamfahamu na neno lake wanalishika. Je, wewe unamjua na neno lake umelishika? Haufahamu kwamba haiwezekani kuwa na Mungu ukiwa umelikosa neno la Bwana Yesu ndani yako? Ndiyo, Biblia inatuambia hivyo katika ile waraka wa pili wa Yohana 1:9. Asiyezingatia na kudumu katika mafundisho ya Kristo, bali anayakiuka, hana Mungu. Lakini anayedumu katika mafundisho hayo anaye Baba na Mwana. Kipengele B. Ukizijua sifa zake, utaelewa namna ya kumwomba na kumwabudu. Bwana wetu anataka tumkaribie kwa kutaka kumjua yeye na kulitii neno lake. Mwenyezi Mungu alisema katika ile Yeremia 9:24, anayetaka kujivuna na ajivunie jambo hili, kwamba ananifahamu, kwamba anajua Mwenyezi Mungu ni mwingi wa upendo, hufahamu mambo ya haki na uadilifu duniani. Watu wa namna hiyo ndio wanipendezao. Yaani Mwenyezi Mungu anataka umfahamu yeye, kwamba yeye ni mwingi wa upendo, hufanya mambo ya haki na uadilifu. Upendo, haki, uadilifu. Biblia ina mambo mengi kede. Ina Mwanzo, ina Kutoka, inayoelezea namna ambavyo alivyookoa wana wa Israeli, ingaje wakaja wakakengeuka kwa mbeleni, akawadhibu na baada wakaendelea kuwasaidia. Mpaka tunafika mwisho kwenye Ufunuo. Lengo ni moja tu, tumuelewe yeye na sisi tujielewe tu wa thamani gani mbele zake. Hivi unadhani tungemfahamuje kwamba Mungu wetu ni mwenye neema, amejaa rehema, si mwepesi wa hasira, naye hugairi mabaya, kama neno lake linavyosema katika ile Yoeli 2:13? Kama tusingeona sasa na kusimuliana matendo yake makuu yaliyoorodheshwa kwenye Biblia na yale ambayo yanayatenda kwenye maisha yetu ya sasa? Ukimfahamu Mungu kwa kulisoma neno lake, ndipo utakapoelewa namna ya kuomba, sio kwa maneno mengi, bali kwa kuzikumbuka fadhili zake za milele, kusifu na kumwendea kwa unyenyekevu. Na vile vile tunapomjua anatupa mamlaka ambayo huturuhusu kufunga na kufungua milango ya rohoni. Kipengele che, tusipomfahamu basi tunamwabudu shetani bila kujua. Unaweza kudai ya kwamba unamwabudu Mungu na kumbe unayemwabudu akawa shetani. Maana kama nilivyokuthibitishia, hauwezi kumwabudu Mungu usiyemfahamu. Jifunze kutoka kwa Wayahudi ambao hawakuamini, walimkatalia, walijinadi wao ni watoto huru wa Abrahamu na Bwana ni Mungu wao.
Ukisoma ile Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 42, Bwana Yesu aliwajibu, kama Mungu angekuwa baba yenu mngenipenda mimi, maana mimi nilitoka kwa Mungu na sasa niko hapa. Sikuja kwa mamlaka yangu mwenyewe, ila yeye alinituma. Wayahudi wale na Mafarisayo kitu hawakuelewa ni kwamba Mungu wao wa wakati ule alikuwa ni Shetani, sembuse bila wao kujua, maana hawakusikia kutoka kwa Mungu. Yani Mwenyezi Mungu ni Mungu wa uhusiano. Kama hatuwezi kusikia sauti yake, basi hatunaye. Yesu alisema hivyo katika ile Yohana 8:47. Pia walimkana mwana wa Mungu. Neno la Mungu linasema kwa sababu walimkana mwana wa Mungu basi hawana baba. Hiyo ni kulingana na waraka wa kwanza Yohana sura ya 2:23. Kwa maana mwana na baba ni mmoja, nishakuthibitishia, nimekusomea ile Yohana 10:30. Na kumbeba baba na kwamba baba ni mkuu kuliko yeye. Hiyo ni Yohana 14:28. Yesu anasema hivyo. Ngoja nikusomee. Mlisikia ya kwamba mimi niliwaambia naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mngelipenda mngalifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Na ile waraka kwanza Yohana sura ya 2:23, Biblia inasema kila mkanaye mwana hanaye baba, amkiriye mwana anaye baba pia. Na walimwabudu Mungu kwa midomo yao, sawa, mioyo yao ilikuwa mbali naye. Hiyo ni kulingana Mathayo 15:8-9. Yesu alisema hivyo, watu hawa huniheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Huniabudu bure, nayo mafundisho yao ni maagizo ya wanadamu tu. Kumbe ibada ya kweli ni kwa roho na kweli. Yani sio tu maagizo ya mwanadamu ndio yakuongoze wewe katika ibada ya kweli, bali maagizo yake Mungu ndiyo ya ambayo yanakustahili kukuongoza. Sasa ili kukusaidia kuelewa hoja hii, nitatumia hadithi ya Wasamaria, vile ambavyo ibada ya kweli inaongozwa na roho na sio maagizo ya wanadamu, yani na sio kwa dini ya mwanadamu. Sasa tunaanza hadithi ya Wasamaria na umuhimu wa kumfahamu Mungu. Waswahili tunapenda kusema Wasamaria wema walinifanyia 1, 2, 3. Hawa Wasamaria historia yao inakwenda kutufundisha sasa juu ya umuhimu wa kumjua Mungu tunayemwabudu. Wafalme wa Pili 17 inaeleza hadithi hii. Karne ya 8 kabla ya kuja kwa Yesu Kristo, himaya ya Ashuru ambayo ni Iraki ya hivi leo, ambayo ilikuwa nguvu kubwa wakati ule, iliteka jimbo la Samaria lililokuwa mji mkuu wa ufalme wa kaskazini wa Israeli kwa sababu ya usaliti wa mfalme Hoshea wa Israeli, ambaye alianza kujiweka karibu na Wamisri na alikuwa ameacha kumlipa ushuru mfalme wa Ashuru. Maana Waashuru walikuwa wana nguvu, walikuwa wababe wa wakati ule. Ili kuzuia uasi wa siku zijazo, Waashuru waliwanyang'anya ardhi yao Waisraeli na kuwapeleka uhamishoni kinguvu. Sasa hiyo na eneo lile sasa wakawaweka watu wapya. Wageni hao kutoka nje walikaa pale Samaria na hatimaye wakajulikana kama ndo hao wanani wa Samaria. Wahamiaji hao wapya walipofika hawakumwabudu Yehova Mungu wa Israeli. Biblia inarekodi kwamba Mungu alituma simba miongoni mwao ambao waliwaua baadhi ya watu. Yaani simba waliingia na kuanza kuwararua. Wasamaria walitafsiri hili kama ishara ya kwamba hawakuzifuata sheria za Mungu wa nchi ile. Matokeo yake, mfalme wa Ashuru aliamuru mmoja wa makuhani wa Israeli waliokuwa uhamishoni arudishwe Samaria ili kuwafundisha wakazi wapya jinsi ya kumwabudu Yehova. Tukisoma ile Wafalme wa Pili 17:33, neno linahitimisha, walimwabudu Mwenyezi Mungu, lakini pia walitumikia miungu yao kulingana na desturi za mataifa walikotoka. Hawa wa Samaria hawakuwahi kuchangamana na Wayahudi wa Yuda, yani ile Israeli ya chini. Hata ibada zao sasa walifanyia juu ya mlima Gerizim na sio mlima Moria ambao uliopo Yerusalemu, ambako Wayahudi walijenga hekalu lao. Kwa hiyo ingawa walimwabudu Yehova, bado walichanganya na miungu yao. Na sasa Yuda wakakataa kuchangamana na wao wa Samaria kwa sababu walioshtukia hawa ni mamluki, sio watu wao. Na wao hawa jamaa wakawa wanaabudu mlima wa Gerizim, wanaabudu Mungu wakiwa juu ya mlima huo wa Gerizim. Kwa sababu kipindi kile ibada ilikuwa consolidated. Ibada, sadaka zilikuwa zinafanyika eneo moja tu ambako ni Yerusalemu, mlima Moria. Bwana Yesu alipokuja duniani na mara alipowatembelea wa Samaria na huko akanena na mwanamke Msamaria mwenye kisima. Yule mwanamke baada ya kumtambua Bwana Yesu kuwa ni nabii, alishitaki ya kwamba baba zao waliabudu juu ya mlima wao, ila Wayahudi wanawapinga wakisema Yerusalemu ndiko sehemu pekee ya kumwabudia Mungu. Kile alichomjibu Bwana Yesu, naomba kikawe fundisho hata kwako. Yesu akamwambia, niamini,
wakati unakuja ambapo hamtamwabudu Baba juu ya mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi wa Samaria mnamwabudu yule msiyemjua, lakini sisi tunamjua huyo tunayemwabudu, kwa maana wokovu unatoka kwa Wayahudi. Lakini wakati waja tena umekwisha wasili, ambapo wenye kuabudu wa kweli watamwabudu Baba katika roho na kweli, maana Baba anapotaka watu wanaomwabudu namna hiyo. Yesu anaposema wokovu unatoka kwa Wayahudi, alikuwa akithibitisha neno la Mungu kulingana na Isaya 2:3 lisemalo, maana sheria itakuja kutoka Sioni, neno la Mungu kutoka Yerusalemu. Neno huyu ndiye neno ambaye tumeonyeshwa katika ile Yohana 1. Na vile vile tukisoma ile Isaya 42:6 tunafunuliwa ukweli mwingine kwamba Yesu ametolewa na Mungu kama agano kwa Israeli yenyewe, ingawa sasa Biblia inasema ni agano kwa Israeli. Mpango wa Mungu ulikuwa sio kuishia Israeli, bali kuukomboa ulimwengu wote. Ndio maana ukamwita nuru ya ulimwengu. Yaani inasema hiyo Isaya 42:6 anasema hivi, Yesu akawa agano kwa watu wa Israeli, lakini pia akawa nuru ya ulimwengu. Unaona sasa, Wasamaria walikuwa wamezoea desturi zao. Kuabudu Mungu kwao kulitokana na tabia na utamaduni waliourithi kutoka kwa wazazi wao, wala haukutokana na kweli. Na ubaya zaidi, watoto hawakuwahi kuhoji wazazi wao. Yesu alipokuja alianzisha ibada mpya, yani kumwabudu Mungu kwa roho, isiyotegemea mahali, kama jinsi walivyokuwa wakibishana na Wayahudi kwenye mlima gani wa kuabudia. Mungu haabudiwi kwa mazoea, bali mpaka mtu aongozwe na Roho anaweza kufanya hivyo. Ndiyo sababu neno la Mungu linasema katika ile Warumi 8:14 mpaka 17, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndiyo wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto, basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, na tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Namaliza kwa aya hii. Kuanzia leo, soma Biblia kwa bidii, ndipo utaanza kumfahamu Mungu na sauti yake utaanza kuisikia. Ukisoma utagundua bila Yesu hawezi kufanya lolote lile. Hiyo ni kulingana na Yohana 15:5 na waraka wa pili wa Yohana 1:9, na tuonya tusiodumu katika mafundisho ya Kristo Yesu, basi hatuna Mungu. Hata kwenye kuomba tunaomba tukiongozwa na Roho kupitia jina la Bwana Yesu kwa Mungu Baba. Narudia, hata kwenye kuomba tunaomba tukiongozwa na Roho kupitia jina la Bwana Yesu kwa Mungu Baba. Nje ya fomati hii hatarini kuabudu miungu migeni. Hiki ndicho Bwana Yesu alichofundisha katika Yohana 14:13, ninyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Na Wakolosai 3:17 inapigilia msumari, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkishukuru Mungu Baba kupitia kwake. Hapa nimefika mwisho. Mungu azidi kuwabariki. Asante kwa wewe ulioweza kusikiliza toka mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe. Na hapo chini nimeipin hii makala katika format ya PDF. Kwa wewe kama utapenda na Mungu kama ataweza kukuongoza katika hili, ningetamani uiprint na ukae nayo wewe kama akiba, lakini pia kama ungeweza print nakala kadhaa kisha share na ndugu jamaa na marafiki. Uzidi kubarikiwa, hiyo itakuwa sadaka njema mbele za Bwana.